uangalie maisha ya kwako. Uangalie ni nini kimekwamisha ile familia. Uangalie mahali ulikozaliwa. Nini kimekwamisha familia? Mimi kuna ile historia mtu kuniambianga eti wani vile ni mbovu. Mimi hiyo historia sasa niambia kama mbovu. Tunateseka. Tuokoke miaka 5 kwani tunateseka. Miaka 10, 20 kuna kitu kibaya. Kitu nini? Kuna kitu. Yesu ndiye alifanya ndio sasa tunaona kama Mungu akapanga. Tuwe kwenye maombi ya kufunga hii. Hili jambo la maana basi tufufuke. Vilivyokufa kwenye familia yetu. Nini kilikufa? Nini? Masomo yamekufa. Taja vitu vyenye vimekufa. Umwambie Yesu niko hapa na leo ninatubu. Na Jumapili tukiingia kwenye ibada ni siku ya ufufuzi. Baba afufue uzima. Na usiwe kwenye maombi haya. Alafu tena utoke pale, nenda kwenye dhambi. Utakuwa umejikosea. Sasa hivi ni wao wakati umejinyima kukula, umejinyima alafu unamaliza hapo hiyo unamaliza. Tena tukesha tu mazuri mwa. Tena kisa nyoki maasi. Baada ya maombi ya kufunga kuna siku 7. Ni kila unapotembea na Mungu kama ni mtu kutembea na kuna mtu unaomba hivi na Mungu anaongea na wewe. Kuna mwingine itachukua 7 days. Maombi hayo Mungu ayapime. Yenge kwenye ulimwengu wa roho. Upate majibu. Inaweza kuwa sio kama mimi. Mimi kuna penye naomba saa hii na tunaongea na Mungu saa hii. Sasa Mungu niomba sasa unasema hivi. Na ndio ushauri usijali niomba hivi. Kwenye nilikuwa nimeomba mchana nimemaliza. Mimi nikapata majibu yangu hapo. Mungu ameniambia ni yako. Hiyo siku kuna majibu ya kwako. Hasa inategemea hiyo intimacy with God. Unategemea na Mungu namna gani? Na siku zote huwa nasema fanya uhusiano wako na Mungu mzuri kuliko uhusiano wako na wanadamu. Huyu jamaa anaongea